Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yafuatayo ni baadhi ya mambo 7 ya muhimu ambayo yanaweza kumfanikisha mtu yeyote yule endapo ataamua kuyaishi na kuyafanya siku kwa siku. Jambo la kwanza ni maisha ya maombi au maombi endelevu. Hili ni eneo moja la muhimu sana ambalo unatakiwa ujihakikishia kwamba katika siku zako au kila wakati unapopata uwe na muda ambao unaweza kuwa umeutenga rasmi kwa ajili ya kufanya maombi. Na Mungu anasema kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 32 mstari wa 6, nasema ya kwamba kila mtauwa apatapo nafasi na aombe. Anasema hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Ina maana kuna nyakati katika maisha ambazo zinajulikana kama nyakati za maji makuu yafurikapo, na usalama wako wa kuweza kuvuka katika hizi nyakati inakuhitaji kuwa mtu ambaye umejizatiti au umeweka mizizi katika eneo la maombi. Jitengee muda, jiwekee ratiba ya maombi, walau upate lisali moja kwa siku, upate masaa 2 kwa siku, upate masaa 3. Siku ina masaa 24. Unaweza ukatenga utaratibu mzuri. Toa hata ile sehemu ya 10 ya muda ambao Mungu amekupatia. Moja ya 10 ya masaa 24 ni kama masaa 2 dakika 40. Kwa hiyo almost masaa 3. Ni maana kwa siku kumbe unaweza ukatenga masaa yako 3 ambayo ukasema mimi haya nitayatumia kuomba. Nitaomba asubuhi, nitaomba mchana, nitaomba jioni, nitaomba na usiku. Na hakika ukifanya hivyo maisha yako yatakuwa vizuri, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao matokeo waliyapata kwa sababu walikuwa ni watu wenye maisha endelevu ya maombi. Mtu kama Elia, neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Yakobo sura 5 mstari wa 17, anasema Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua ikunyesha kipindi cha muda wa miaka 3.5. Ina maana kumbe hata wewe ukiamua kuwa na bidii kwenye neno lako unaweza kuzaa kitu na ukaja na matokeo mazuri. Eneo la pili la muhimu sana ambalo linaweza likakusaidia kuwa mtu bora ni maisha ya neno. Lazima ujihakikishie kwamba una utaratibu maalum, utaratibu mzuri wa kujifunza au kulisoma neno la Mungu, kwa sababu kulizungumzia neno la Mungu ni jumla ya mapenzi ya Mungu. Lakini pia neno la Mungu sio maandishi au story. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Ina maana kadri unapozidi au kila unapopata nafasi ya kukutana neno la Mungu, lazima ujue kwamba umekutana na breakthrough ya maisha yako, umekutana na Mungu mwenyewe, anazungumza direct pamoja na wewe. Daudi anasema kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 119 mstari wa 11, anasema kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Ina maana kumbe kadri unapozidi kujua neno la Mungu, kumbe hata kuna uwezesho mwingine ambao unaupata ambao ni ushindi dhidi ya dhambi. Au utahangaika maisha ya dhambi, au utateseka maisha ya kawaida, kwani kwa sababu umelijaa neno la Mungu ndani yako, na hilo neno linakupa uwezo wa kushinda dhambi. Lakini zaidi ya yote neno la Mungu ni nuru. Anasema kwenye hiyo Zaburi 119 mstari wa 105, anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Ina maana ukipata neno umeipata taa au mwanga wa kukusaidia ili uweze kuenda katika maeneo sahihi. Lakini pia neno la Mungu linaweza likaondoa ujinga au likaondoa kawaida kwenye maisha yako. Hiyo Zaburi 119 mstari 130 anasema ya kwamba kufafanusha maneno yako kwatia nuru na kumfahamisha mjinga. Ina maana ukilipata neno la Mungu sahihi ambalo limefunuliwa kwa ufunuo sahihi wa Roho Mtakatifu, umepata nuru ambayo inakuondoa katika ujinga na kukupatia hekima nyingine mpya ambayo itakufanikisha na kuwa mtu wa tofauti. Kwa hiyo hakikisha umejiwekea utaratibu mzuri wa kusoma neno kwa siku, walau upate hata sura 3. Tenga muda, labda asubuhi sura 1, mchana sura 1, na wakati wa usiku sura 1. Ukitengeneza utaratibu huo mzuri, utajikuta unakuwa ni mtu ambaye unakuwa kila siku na maisha yako yanabadilika na matokeo yataanza kuonekana. Lakini jambo lingine la 3 ambalo unatakiwa ujihakikishia kwamba unalifanya kwa ubora siku kwa siku ni eneo la mifungo au maisha ya mifungo. Na eneo hili sio maisha ya mifungo tu, ni maisha ya mifungo mingi. Mtu wa Mungu, kufunga sio kujitesa, kufunga sio kujidhoofisha au kutesa mwili, hapana. Tunapozungumzia mifungo, ni mojawapo ya njia ya kuvaa uungu. Tunamwona Yesu baada ya kuwa amebatizwa anaongozwa na Roho nyikani, kitabu cha Luka sura ya 4 kuanzia mstari wa 1, anapelekwa na Roho nyikani ili ajaribiwe. Lakini kwa sababu Yesu alijua kuna majaribu mbele yanakuja, na Roho wa Mungu alimuonesha kwamba kuna majaribu mbele yatakuja, ilimbidi amtengenezee mazingira ambayo Yesu atapata utulivu wa kuweza kufunga na kumwomba Mungu vizuri ili kujijenga rohoni na kuvaa ule uungu. Kwa hiyo tunaona baada ya Yesu amekaa mlimani ameomba siku zile 40, na kutokana na uwezo wa neno la Mungu alikuwa amejaa ndani yake, mjaribu alipokuja aliweza kumshinda, kwani rohoni alikuwa amesha develop kiwango fulani, alikuwa ameshaongezeka uimara zaidi. Na maana kumbe unapofunga unajijenga roho, unakuwa ni mtu hodari. Kitabu cha Galatia sura ya 5 mstari wa 16, neno Mungu nasema basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili.
Na maana unahitaji kushinda tamaa za mwili, kuwa mtu wa neno, lakini pia ishi maisha ya mifungo mingi mingi, kwa sababu utauvaa uungu na rohoni utakuwa imara zaidi. Kwa hiyo jihakikishie walau ndani ya wiki unakuwa na ratiba au taratibu maalum wa kuomba walau siku 3, siku 4, lakini pia pata muda wa kufunga mifungo mirefu, mifungo ya siku 20, sijui siku 30, mifungo siku 40. Iwe kawaida kwako, kwa sababu kadri unapozidi kufunga ndivyo unapozidi kuijenga roho yako na kuvaa ule uungu na utakuwa imara zaidi. Eneo lingine la 4 ambalo natakiwa kuwa bora siku kwa siku ni eneo la mafundisho kwa njia ya audios au videos. Wapo watumishi wa Mungu mbalimbali ambao Mungu amejaza hekima ndani yao, amejaza maarifa ndani yao na amejaza maelekezo ya kiungu kwa ajili yako. Unachohitaji ni kuwasikiliza tu kwa uaminifu na kufanyia kazi yale ambayo ameyazungumza, na kwa kufanya hivyo maisha yako yanaweza kubadilika na kuwa mtu tofauti. Kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 63, Yesu anambia wanafunzi wake kwamba roho ndio teo uzima, mwili haufai kitu. Anaambia maneno haya niliyowaambia ni roho. Ina maana kuna watu wakizungumza hawazungumzi maneno, wanazungumza roho, na ile roho ndio inaweza kukupatia matokeo. Ile roho inaweza kukupatia uwezesho wa kuwa mshindi kwenye jambo lote lile. Angalia Ezekieli, kitabu cha Ezekieli sura ya 2 mstari wa 2, anasema aliposema nami. Ina maana hapa anakuonesha nguvu ya kujifunza kupitia audios, kupitia video. Unaposikia sauti mtumishi wa Mungu anapozungumza au anafundisha kitu fulani, kuna roho nyuma yake ambayo ilimpa kusimama, ambayo ilimpa kuwa mshindi. Kadri unapozidi kusikiliza, roho inaingia ndani yako, inakujenga na kufanya kuwa bora. Ezekiel anasema aliposema nami, roho ikaniingia ikanisimamisha. Ina maana kuna aina ya viwango utavipiga, utaanza kuviona kuviatokea kwenye maisha yako kwa sababu ya kupenda mafundisho, kwa sababu ya kukaa kusikiliza watumishi wa Mungu. Lakini miongoni mwa watu ambao utaamua kukaa na kuwasikiliza, wa kwanza kabisa ambao unatakiwa umsikize sana ni baba wako wa kiroho. Huyu ni mtu ambaye ameibeba sauti ya Mungu kwa upekee sana kwako. Unapotenga muda mwingi kumsikiliza, ndivyo maisha yako yatakapozidi kupiga hatua zaidi. Lakini pia tunao walimu, tunao mentors, au ni watu wengine ambao pia watakiwa upate muda wa kujifunza au kusikia vitu kadhaa kutoka kwao, na maisha yako yatakuwa bora. Eneo lingine la 5 ambalo la muhimu sana ni eneo la usomaji wa vitabu. Zipo siri nyingi sana ambazo zimefichwa kwenye eneo hili, na watu wengi wasiokuwa watafiti, watu wengi wasiotaka kujifunza kwenye vitabu wanayakosa maarifa haya. Mithali sura ya 24 mstari wa 5 anasema ya kwamba mtu mwenye hekima na nguvu, na mtu wa maarifa huongeza uwezo. Ina maana kadri unavyozidi kutenga muda wa kujifunza kwenye vitabu mbalimbali vilivyoandikwa na watumishi wa Mungu, ndivyo unavyozidi kuongeza uwezo, capacity ya kufanikiwa. Anasema kwenye kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6 ya kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Wanaoangamizwa sio watu wa shetani, ni watu ambao ni watu wa Mungu. Lakini kwa nini wanaangamizwa? Wamekosa aina fulani ya maarifa. Aina hii ya ufahamu, utakuta mojawapo ya chanzo ambacho kinatoa ufahamu na maarifa ni eneo la vitabu. Limeficha siri nyingi sana za kukufanya uweze kufanikiwa. Usipojiwekea utaratibu wa kusoma vitabu, hauwezi ukapiga hatua na utajikuta unakuwa mtu wa kawaida. Watu wote wa tofauti au watu wakuu ni watu ambao wameamua kuzitafuta siri nyingi zilizofichwa kwenye eneo hili la vitabu. Eneo lingine la muhimu sana ambalo utakiwa lifanye siku kwa siku ni eneo la ushuhudiaji au kumzalia Mungu matunda. Lazima uhakikishe kwamba kwa kile kitu ambacho umejifunza, imagine umeomba, umesoma neno, umesoma vitabu, umesikiliza audios, umesikiliza videos, kuna kitu ambacho kimekubadilisha. Kwa hiyo the way Mungu amekubadilisha, Mungu aruhusu ujue hayo au ujifunze au maisha yako geuke ili ibaki tu hapo. Hapana, Mungu anapomuinua mtu anamuinua kama daraja la yeye kuinua watu wengine pia. Anasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 19, Yesu anaambia wanafunzi wake, anaambia kwamba nendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha na kuwabatiza. Ina maana kumbe unapopata maarifa au unapogeuzwa maisha yako, lazima uwe ambassador wa Mungu, lazima uwe ambassador wa Kristo, ukaitumia neema ile ambayo ilikugeuza kuwasaidia watu wengine ili waweze kutoka gizani, ukawasaidia watu wengine pia na wao waweze kupiga hatua kwenye kile kitu ambacho bado hawajafanikiwa kupiga hatua. Kusoma kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 2, anasema kila tawi lisilozaa uliondoa, lakini kila tawi lizaalo Mungu huendelea kulisafisha ili liendelee kuzaa zaidi. Kwa hiyo kadri unavyozidi kupiga hatua na kusaidia watu au kuwashuhudia watu na kuwaleta watu kwa Yesu, kuwafundisha watu kile kitu ambacho kimebadilisha maisha yako, ndivyo Mungu anavyozidi kuinua maisha yako na unazidi kufanikiwa zaidi. Na jambo la 7 au jambo lingine la 7 ambalo unatakiwa uhakikishe kwamba unalifanya siku kwa siku
ni kazi zako binafsi au to do list. Sasa hapa kuna orodha ya mambo yote ambayo unatakiwa yafanye ndani ya siku husika. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Mithali sura ya 29 mstari wa 18 ya kwamba pasipo maono watu wacha kujizuia. Ina maana usipokuwa na kazi za kufanya au usipojua unatakiwa kufanya kitu gani ndani ya siku husika, utajikuta umefanya kila kitu, na hapo ndio utakuwa mwisho wako au ndio mwanzo wa anguko lako. Kwa hiyo hakikisha unazingatia mambo 7 na yafanye kwa bidii ndani ya siku. Hakikisha una utaratibu, umeutenga muda wako ambao utakuwezesha kufanya haya mambo 7 yote kila siku ya Mungu. Jitahidi hakikisha kwamba haya mambo 7 unayafanya ndani ya wiki. Hakikisha haya mambo 7 unayafanya ndani ya mwezi. Hakikisha haya mambo 7 unayafanya ndani ya mwaka. Hakikisha siku zako zote haya mambo unayazingatia na kuyafanya. Yatakusaidia na yatakupatia matokeo hakika, na utakuwa mtu bora. Mungu akubariki sana, ninakutakia wakati mwema. Shalom, shalom.